Baada ya Ajoke kuanika nguo zake, jirani yake anaitwa Neka naye akatoka na nguo mbichi anataka kuanika. Wakapishana wakafyonzana kwanza. Neka akafika kwenye kamba akazisogeza nguo zote za Ajoke pembeni. Ajoke akasema, we. Mbona sikuelewi, kwa nini unasogeza nguo zangu? Neka akasema, uelewi nini sasa? Ajoke akasema, Neka tafadhali na kuomba usinichoshe hii asubuhi. Neka akasema, nimefanyaje sasa? Kwa nini unasogeza nguo zangu? Ina maana ulikuwa uzioni? Wewe ni kipofu na wewe naye ni kipofu. Kwa nini wewe peke yako ndo unaishi kwenye hii nyumba mpaka unajaza kamba nzima peke yako? Ajoke akasema, na wewe unavyofuaga kila siku unajaza kamba, umeshasikia kuna mtu anakulalamikia? Neka akasema, kwani ni makosa yangu kwamba una nguo? Kwani ni tatizo mimi kuwa na nguo nyingi Mungu kanibariki? Ajoke akasogea tu akaziweka nguo zake sawa, maneno akaendelea kutupwa hapo kidogo tu wagombane. Hawa washikaji wamekuwa na bifu la muda mrefu sana. Ngoja tuone itakuwaje. Basi bana, Ajoke ana mtoto wa kike wa miaka 12 anaitwa Nimi na wanaishi wawili tu humu ndani. Kuhusu babake tutajua zaidi huko mbele. Kwa hiyo kabla Nimi hajaondoka kwenda shuleni, mama akamsisitiza inabidi wasali kwanza kabla hajaondoka, na ndo utaratibu wao wa kila siku. Huku kwa Neka kamkaba mume wake ampe hela yake sijui alikopanaje. Neka, achia nguo yangu bana. Neka hataki kuachia. Mchizi akamtekenya Neka akaangua kicheko akacheka mpaka chini. Wote wakaanza kucheka tena. Hawajai kuwa serious yao. Ajoke anafanya kazi kwenye saluni moja ya kike hapa mjini kama msusi na anawanyosha kishenzi wateja wasio na adabu. Sasa licha ya ugomvi na kutokuwa na maelewano kati ya Ajoke na Neka, Neka kuhamisha hayo maugomvi kwa mtoto wa Ajoke. Kwa hiyo anampenda kishenzi Nimi. Sasa kesho yake Ajoke akiwa kazini akapokea simu ya mtu wa delivery. Akasema kashafika nyumbani hapa. Ajoke akamwambia, naomba nisaidie kitu. Ingia hapo kwenye hilo geti jeusi na ugonge hodi. Kuna dada atatoka hapo, mpatie huo mzigo. Jina lake anaitwa Neka. Mchizi akasema sawa. Msimamizi wao hapa saluni anaitwa Purity akashangaa. Nyie swaga muelewani nyie. Ajoke akasema si nikupokea tu mzigo, kitu ambacho mtu yoyote aliyopo hapo nyumbani anaweza kunisaidia tu. Purity akamwambia, wewe kubali tu, Neka ni mtu mzuri na ni bora muache kugombana. Ajoke akaona Purity anamchosha tu. Basi mida usiku Ajoke alivyorudi nyumbani, Mimi alikuwa tayari kalala. Yeye akawa anafunga milango, madirisha na nini. Mara macho yake akaangukia kwenye picha moja ilikuwa juu ukutani. Akaiangalia kwa muda kisha akasema, sometimes anawishi mchizi atokee hapo mlangoni. Kisha akaichukua picha akakaa kitandani akawa anaipapasa hivi. Huyu sasa ndo babake Mimi. Ajoke akaendelea kuongea akasema imekuwa ngumu sana. Hakujua kama maisha yanaweza kuwa magumu hivi. Wakati anaongea, Mimi akaamka akaanza kumsikiliza mama yake. Ajoke anasema hakutegemea kama angeondoka mapema hivyo, lakini waga anamshukuru Mungu tu kwa zawadi aliyowapatia. Akasema yupo kama wewe, ni mrembo na anajali sana. Kama unasikia, tafadhali nisaidie ili nipumue, kwa sababu ni ngumu sana. Nimeshachoka kujikaza. Akalia kwa uchungu huku Mimi anamsikia. Kesho yake Ajoke akawa anaongea na mama yake. Mama anamuomba hela tena wakati juzi tu katoka kumtumia pesa ajaze duka lake. Muda huo Mimi alikuwa pembeni anafanya homework zake. Ajoke ndo anazidi kuchoka. Mimi akaamka akakwapua simu akaanza kupikicha ganda la biskuti. Bibi, mtandao mbaya, sikusikii. Kisha akakata. Ajoke mbavu hana. Akasema mimi si boko, sijakutuma kabisa. Malizia homework zako uje unisaidie kujikoni. Sasa Ajoke hapa saluni analipwa Naira 1,500 kwa mwezi. Yeye anasema hiyo inamtosha sana yeye na mwanae Mimi. Lakini akianza kupigiwa simu na ndugu, hapo ndo ubaya unapokuja. Purity akamwambia, lakini unaonaje hii shule anayosoma Mimi umhamishe? Ajoke akasema hapana. Shule anayosoma ndo kitu pekee kizuri ninachoweza kumpatia kwa sasa. Purity akasema lakini ni ghali sasa, kwa gharama yoyote ile. Yaani chochote kile. Sikia, baba yake hakuzingatia sana swala la elimu alipokuwa hai. Na mimi siwezi kufanya yale. Kama itanibidi niuze vitu vyangu vyote ili mwanangu aende shule, nitafanya hivyo. Purity akasema basi wakaishia kucheka tu pale. Mida baadaye Ajoke anarudi nyumbani. Akashuka kwenye daladala Konda akagoma kumpa chenchi yake. Bana, Konda alichezea, akamlaza mpaka chini piga mno. Nyumbani Mimi akagundua mama yake kapigana leo kwa sababu nguo zake zilikuwa zimechafuka sana na zimechanika. Ajoke huwa na tabia ya kupigana sana na binti yake analijua hilo. Kwa hiyo akambana mpaka Ajoke akamwambia ukweli kwamba alipigana na Konda. Mimi akasema hataki mama yake apigane kwa sababu shuleni wakimuona haitakuwa vizuri, wenzake watamtania. Ajoke akasema sawa, ataacha. Huku Neka akamletea mume wake chakula mezani. Mchizi kufungua hivi anakuta sahani nyeupe. Neka, umekosea sahani au? Neka akasema hapana, haujaacha pesa kwa hiyo hakuna chakula.
Wakatupiana maneno hapo, mwisho Po akainama akachukua chakula chake, kumbe alinunua njiani bana. Akasema kama niliota tu Mungu wangu aliniambia nunua chakula njiani. Alijua atakuja kukutana na mambo mengi. Alikuwa mbele ya muda. Huwezi amini, Neka naye akafuata kijiko kuja kula na mume wake. Po akagoma kumpa chakula chake. Neka ikabidi aende kujipakulia na cha kwake alichopika mwenyewe. Yaani wanatambiana. Sasa cha Neka ndo kizuri zaidi kuliko alichonunua Po. Po ndo kuanza sasa kumdenda mke wake, tubadilishane. Akaanza kumlisha nyama. Jamaa kuachana ni ngumu sana. Haya bana, kesho yake huku kazini kwa Ajoke, kuna dada akatengenezwa kucha alafu anasumbua kulipa. Ajoke akatokea, alimpiga kishenzi. Purity akatokea, Ajoke unafanya nini hiki? Mteja akanyanyuka akasema nampigia meneja wenu. Purity akawatimua wafanyakazi wengine wakaendelea na majukumu yao. Baadaye meneja akapiga kuuliza kilichotokea. Purity akamtetea pale shoga yake asifukuzwe kazi na bosi akaelewa. Purity akamweka chini Ajoke akamwambia anatakiwa kupumua. Yaani apunguze hayo mambo yanamsumbua kichwani. Atafute hata sehemu aende akapumzike. Ajoke akasema kwa hela gani sasa? Niache. Purity akamwambia vipi kuhusu kile kiwanja ambacho mume wako alikinunua? Bado hujakiuza tu? Ajoke akasema bado. Na tayari ameshakikatia tamaa. Kina migogoro mingi kishenzi, kwa hiyo hana muda nacho tena. Purity akasema basi sawa. Baada ya maongezo akarudi kazini. Mida usiku baada ya kazi, Ajoke akakutana na barua kutoka kwa mwenye nyumba. Kodi inaongezwa. Akaanza tu kucheka, sasa atafanyaje? Mara umeme ukakatika. Yaani ni majanga juu ya majanga. Ikabidi tu afungue dirisha mwanga wa mwezi uingie. Wakapanda kitandani na mwanae Nimi wakaanza kutafuta usingizi. Kabla hawajalala, Nimi akamuuliza mama yake kama kuna kitu chochote anajutia. Ajoke akasema hapana, hana majuto, lakini huwa anawaza sana maisha yangekuwaje endapo yangekuwa tofauti na haya. Nimi akauliza unajutia kukutana na babangu? Ajoke akasema anachojutia ni kutokukutana naye mapema. Nimi akasema hata mimi najutia kutokuhamia darasa la Gachi mapema. Gachi ndo nani? We Nimi? Na tena unacheka. Huyo Gachi ni nani? Nimi anacheka tu. Tayari ana boyfriend huyo. Haya bana, kesho yake Nimi kabla ya kwenda shule akapitisha karanga hapa dukani. Huyu dada atamsaidia kuuza, alafu jioni Nimi atapitia hela yake. Sasa kuna siku Ajoke akapigiwa tena simu na ndugu, anaombwa hela, sio kuna mtu kameza panga huko. Wakawa na mfosi sasa atoe hela. Ajoke akagoma kabisa na alijaa hasira kishenzi. Nimi akajaribu kumwongelesha lakini Ajoke akamjibu kwa hasira. Nimi ikabidi amwache tu kwanza apoe. Akaja kukaa huko nje. Neka akamkuta akamuuliza kama yuko sawa. Nimi akasema ndio. Neka akamwambia mtwende kwangu. Akaja naye mpaka ndani akampatia juice. Nimi akamuuliza hivi mama yangu ana shida gani? Muda wote ana hasira tu. Neka akamwambia mama yako ana deal na mambo mengi sana. Neka hakupandikiza chuki yoyote kwa huyu mtoto. Maswali yake yote akamjibu vizuri kabisa na akamuhimiza ajitahidi tu kumuelewa mama yake. Nimi akashangaa, kumbe unampenda pia? Neka akasema unampenda nani? Mimi simpendi bana. Basi bana, kesho yake wakati Ajoke anaenda kazini, Neka alikuwa kasimama nje hapa. Akamuuliza uweze kusalimia? Yaani kusalimia ni kazi kwako? Ajoke akasema Neka, unajua nikikusalimia haitabadili chochote. Duka lako litabaki hivyo hivyo, nyumba yako itabaki hivyo hivyo. Neka akampatia utipoti la chakula. Nini hicho? Chukua hiki chakula mkononi mwangu na ule. Sababu ni njaa. Njaa ndo sababu unaanzisha ugomvi kila mahali. Ajoke akapokea akasema asante. Neka akasema asante. Ni heri uache kuwa unanipandishia sauti, mimi sio wa kwenu. Ajoke akaondoka. Ila kweli Neka ana roho nzuri Sasa kama kawaida Nimi anasambaza karanga kwenye maduka tofauti tofauti, wengine wananunua kabisa, anachukua hela hapo hapo. Leo hii Po akamkuta wakati ndo anatoka tu dukani, akamsimamisha. Akamuuliza mamako kakutuma uje ufuate hela ama? Nimi akasema hapana. Sasa inakuwaje una hela nyingi hivyo mkononi? Nimi akasema anauza karanga. Karanga? Mama yako anapika karanga siku hizi? Hapana, ni mimi mwenyewe. Po akashangaa, bana lakini anajua, si ndio? Nimi akasema hapana. Po akaachana tu nayo, maana mambo yanaenda kuwa mengi. Akamuuliza vipi kuhusu shule, umesoma? Akamsaidia na kubeba begi wakiwa anarudi nyumbani. Sasa kuna siku ule jamaa wa dukani akaja hapa nyumbani kuleta hela ya karanga na Nimi hakuepo, hivyo ikabidi ampe mama yake. Ajoke ndo kujua sasa kumbe binti yake anauza karanga. Huyu jamaa akasema alafu umwambie tunasubiri mzigo mwingine. Mzigo mwingine? Sawa, haina shida, nitamwambia. Mchizi akaondoka. Ajoke alijisikia vibaya kishenzi, ila akaikunja hela akaitia kwenye mkoba akaondoka nayo. Mida usiku akakipata kibubu akakipasua kisha akamkurupua Nimi amke. Nimi akaamka akaanza kumhoji huku kashika kiboko. Kwani unauza karanga?
Nimi akasema nilitaka kukusaidia. Umsaidia nani? Wewe hapo. Na nini? Kulipia bili. Lini nilikuambia kwamba bili zimenishinda? Nimi kigugumizi. Nijibu unapokuuliza. Nilikuona unalia wakati unaongea na picha ya baba. Kumbe aliniona. Hey. Kwa hiyo hicho ndo nilikuambia ufanye. Wakati nalia nilikuambia nina shida. Kilo de chauffeur pamini. Akiwa na maana unataka kuniua au? Ajoke alilalamika kishenzi, lakini hakumpiga sababu hakuwa na lengo baya. Akampiga tu marufuku asirudie tena. Nimi akabaki analia tu mwenyewe maskini. Basi Ajoke na Nneka vijembe vikawa vinaendelea kama kawaida. Nimi naye akamuomba msamaha mama yake. Mama akasema hakuna shida kabisa. Kisha akamuuliza nani alimfundisha kupika karanga. Akasema shuleni huko kwenye stadi za kazi. Akamuuliza tena ni muda gani uko unazipika sababu sijawahi kukuona unapika karanga. Nimi akasema alikuwa anazipikia kwa Aunti Nneka. Ajoke akasema lakini nimefikiria nimeona tusifunge kabisa hii biashara, ila tushirikiane kufanya. Lakini kwa sharti moja tu. Watafanya pamoja na Ajoke ndo atakuwa anafanya delivery. Huku Nimi atakuwa na dili na issue za hela tu. Nimi akakubali. Sasa kuna siku Ajoke akawa anamsuka Nimi hapa nje kwa tochi ya simu. Nneka akapita wakaanza kusonyana nao. Nneka akaingia ndani akatoka na tochi kali. Kipenzi changu Nimi. Oh auntie, good evening. Nneka akasema unajua mimi na wewe hatutaki kuteseka Tuna enjoy maisha mazuri. Akaiwasha hiyo tochi sasa. Kisha akampatia Nimi afa akamsogezea usoni Ajoke. Sisi hatuteseki. Nimi akashukuru sana. Nneka akaondoka. Sasa kesho yake kuna dada mmoja akawa anamdai Nneka. Leo kaja akamwashia moto vibaya mno humo ndani. Nneka akawa mnyonge, si anadaiwa. Ajoke naye ndo alikuwa anatoka kazini tu. Ikabidi amtetee Nneka huyu dada asiendelee kumtukana. Dada akamwambia kwani we nani? We nani? Mtoka hapa. Umesemaje? Umesema akamvaa. Anapenda sana hizi issue. Akamvaa akamvuruga dada watu paka akaondoka. Kisha akarudi akamuuliza uko sawa? Nneka akasema ndio. Usimruhusu tena akuvuruge sawa? Pole. Kisha akaenda zake kwake. Nneka akashangaa. Siku kadhaa zikapita na leo ni siku ya wamama duniani. Nimi akawa na pamba humu ndani kwa ajili ya mama yake. Nneka akaingia akamletea chakula. Nimi akamshukuru sana. Kisha akampatia zawadi pia na akamtakia heri ya siku ya wamama duniani. Wakakombatiana pale. Nneka akaondoka. Baadaye kidogo mama mtu naye akaingia akakuta misosi mezani na nini. Chumbani kumesheheni maputo. Akiwa anashangaa Nimi akatokea akamtakia heri ya siku ya wamama duniani mama yake. Akatoa na kimemo alimwandikia maneno mazuri sana akamsomea pale makumbato na nini. Wakasimama kucheza mziki. Mara Nimi akaanza kama anaishiwa pumzi, mara huyo chini. Kumbe huyu dogo bana waga ana pumu. Kucheki dawa yake imeisha. Ikabidi anze kupiga kunga majirani wamsaidie. Akatoka nduki mpaka pharmacy. Akamwambia mfamasia ampe ni hela, lakini sasa hela yenyewe hana, kinauzwa 5,000. Muuzaji naye hataki kutoa mpaka pesa. Ajoke ikabidi anze kuvua hereni zake pale aache pamoja na mikoba. Mchizi bado akagoma. Ajoke ikabidi akikwapua kikaanguka chini akakifata huko akakichukua akatoka nduki. Mfamasia naye akamuungia kwa nyuma. Alipofika nyumbani Nneka akaanza kumsaidia kumwekea dawa, lakini bado hakukuwa na afadhali. Mwisho wa siku akafanikiwa tu kumfikisha hospitali. Daktari akaanza kuelezea changamoto yake kwamba anashindwa kupitisha hewa kwenye mapafu sijui na nini, kwa hiyo anatakiwa kufanyiwa operation na kusafisha mfumo haraka mno ndani ya hizi siku 2 hapa. Akauliza kwa hiyo surgery itakosti shilingi ngapi? Daktari akasema sijajua, lakini watawaletea invoice, lakini kiuhalisia sio chini ya naira 2,400,000. Ajoke ndo anazidi kuchanganyikiwa akawa anacheka tu. Hiyo naira 2,400,000 ni kama 4,100,000 kwa pesa za Tanzania. Anaitoa wapi saizi? Basi Purity akaja kumtembelea shoga yake ndo akakutana na hizi taarifa. Akawa anajiuliza sasa wataitoa wapi hiyo pesa? Ajoke akakusanya pesa zake zote, mikoba yote kakaushwa mzee. Wakaanza na kuuza vitu mpaka nguo. Huku Nneka na mume wake ili jambo likawa limewagusa sana na wakawa wanamuonea sana huruma Ajoke. Lakini ndo hivyo atafanyaje sasa? Na wao pia hela hawana. Kesho yake Ajoke akarudi pale pharmacy, leo kaja na hela na akamwomba msamaha sana ule mfamasia kwa yaliyotokea jana. Mchizi akampatia vitu vyake, Ajoke akaondoka. Akarudi nyumbani akataka kujiandaa kwenda hospitali. Nneka akaingia na akamwambia Ajoke aende tu kazini. Ataenda kukaa na Nimi hospitali. Ajoke akashukuru sana.
Kisha Neka akampatia bunda zito mno la pesa. Akamwambia hiyo ni pesa tulikuwa tuna save kwenda kupandikiza mtoto. Ajoke akataka kukataa hiyo pesa. Neka akamwambia tunachotaka kufanya ni kuokoa maisha ambayo yapo tayari na sio yale tunayoyategemea. Hatujui hata lini pesa itatosha na hatujui itachukua muda gani. Ajoke akashukuru mno huku machozi yanamtoka. Wakapata kumbato swafi. Basi Ajoke alipofika kazini, wafanyakazi wenzake wakampa pole sana. Kisha Purity akasema, kutokana na aliyokukuta na sisi ni kama ndugu zako hapa ofisini, tuliungana na tukakusanya naira 200,000. Ajoke akashtuka. Kwa hiyo watampatia hiyo pesa. Ajoke ikabidi awakombatie wote kwa mpigo, akawashukuru sana. Purity akamtoa pembeni Ajoke na akamuuliza ana shilingi ngapi mpaka saizi. Ajoke akasema na 1,300,000. Kwa hiyo bado kama 1,100,000. Purity akasema kwa hiyo 1,100,000 jumlisha 300,000 inakuwa kama 1,100,000. Mimi sina hiyo 300,000. Purity akamwambia unayo, sema tu bado hujui, nitakutumia. Ajoke akauliza kutoka kwa nani? Purity akasema 200,000 kamili kutoka kwangu, na nilienda kanisani mchungaji akaongeza 1,500,000. Ajoke anawakombatia tu, anakosa maneno. Wakati wanarudi nyumbani usiku, wakaona kuna geti limeandikwa nafasi za kazi, mshahara kwa siku na 50,000. Wakagoga hapo, wakagoga paka akatokea mwamba mmoja, wakamuelezea shida yao. Chiza akamwambia kazi ipo, ni wao tu, lakini mna uhakika mko tayari? Wakamwambia ndio, tuko tayari. Basi sawa, nipeni muda kidogo, kuna watu nataka kuongea nao. Chiza akatoka pembeni akapiga simu, akaanza kuongea kilugha. Ajoke akamuelewa, kumbe hawa jamaa bana ni watekaji, wanatafuta wasichana wadogo wadogo wawateke. Ile mchizi anakuja sasa kuwazoa. Wakafanikiwa kumpiga kishenzi, mwisho akatoroka. Kimbia kishenzi mpaka nyumbani. Ajoke akiwa peke yake nyumbani akaanza kumkumbuka mwanae maskini. Alikuwa ni chanzo kikuu cha furaha yake, sababu ya yeye kupambana. Eti leo hii akikosa naira 2,400,000 eti anakufa. Inaumiza sana. Baada ya kuwaza sana, Ajoke akaamua kae kikao cha moja kwa moja na Mungu. Akamwekea na kiti kabisa. Akamuita, hello God, naomba tuongee, naomba mazungumzo na wewe. Akaanza kulalamika, wapi nilikosea? Ulinipa mwanaume mzuri, kisha ukamchukua. Sikusema chochote. Maisha yamekuwa magumu sana. Licha ya kukuita sana lakini hujajitokeza. Kwa nini unakaa tu na kuniangalia mimi napitia haya yote? Naangukia magoti kila siku, asubuhi kwa jioni. Kwa nini hutaki kunijibu? Binti yangu, mtoto wa pekee uliyenipatia anakufa na umekaa tu hapo unaangalia. Hivi lini wewe Mungu utanijibu? Lini utanijibu? Hoi. Inaumiza sana. Huko hospitali mimi bado anaendelea sawa, lakini madaktari wanashindwa kuendelea na huduma kwa sababu hela haijalipwa. Sasa asubuhi hii Ajoke anaingia udini, anakuta mwanae hayupo. Geng kafariki au? Akaanza kuomba Mungu isiwe tu mwanae kafa. Hapo hapo daktari akaingia akamwambia hongera sana, operation ilienda salama kabisa. Ndio tunapewa sasa story, kumbe daktari aliona hali ya Nimi akiendelea kukaa hapa bila kufanyiwa operation anaweza kupoteza maisha kabisa. Kwa hiyo akamwambia nesi wajiandae tu kwa ajili ya operation, japokuwa malipo yalikuwa bado hayajafanyika na risiti walikuwa bado hawajapokea. Kwa hiyo daktari alifosi na akasema kila kitu kitakachotumika kiandiko kwenye jina lake atalipia yeye. Kuna watu wana mioyo ya dhahabu wazee. Ajoke akashukuru sana. Daktari akamwambia hakuna shida, yeye atalipia tu kiasi alichonacho, kilichobaki ofisi yake tamalizia. Ajoke akamwaga baraka nyingi mno. Basi mwisho wa siku majirani wote pamoja na marafiki zake Ajoke wakamuona Nimi kwa sasa anaendelea poa kabisa. Kila mtu anacheka tu humu ndani, wote wana furaha. Siku kadhaa mbele Nimi akaruhusiwa akarudi naye nyumbani. Ajoke akamshukuru sana Neka kwa msaada wake mpaka leo wako hapa. Na wakiwa wanaendelea kuongea, simu ya Ajoke ikaita. Kupokea akapewa taarifa, akashtuka huyo. Wakamuuliza shida nini? Kuna nini? Anashindwa kuongea. Neka akamwambia okay ni sawa, pumua kwanza. Ajoke akapumua kisha akamwambia kaambiwa ule mgogoro kwenye kiwanja cha mume wake umekwisha na imejulikana mmiliki ni mume wake marehemu, na kuna kampuni inataka kukinunua hicho kiwanja, kwa hiyo inatoa ofa ya naira milioni 35. Neka akashtuka. Wakashukuru sana Mungu. Miezi kadhaa mbele Neka akashika mimba na ujauzito ukawa umekuwa kabisa. Na pia Ajoke akamtumia meseji Neka kumjuza kwamba wale jamaa wamelipa hela yote, wamenunua kiwanja. Neka na mmeo wakafurahi mno kwa hilo. Kabla hawajakaa sawa, Ajoke akawatumia ile hela ambayo walimsaidia kipindi kile na matatizo.
wakampigia wakamshukuru sana, maana walikuwa hawana shida nayo tena, maana Nneka tayari ni mjamzito. Mungu naye aliwajibu maombi yao, na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Ajoke. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Na imani kuna funzo kubwa sana, yako mengi yamejificha, ila kuna hilo kubwa umejifunza, au kuna hayo madogo madogo umeokota huko katikati?